Bless you so much. I'm so happy. This is a new month. Usisalimie jirani yako kukaribisha the new month of March. Tumeingia mwezi mpya. I believe this is March 1st. This March 1st of March. Amekaribisha mwezi wa tatu. Yes, karibuni katika new month. The grace of God has carried us through to this very day. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya neema hiyo, na Mungu apate kuwabariki sana. Kuna wimbo inasemaga Denamorata utahanariagi. Sio mjua, kuna wengine wanaijua. Sababu ya ona ya shushu kuja kwa hii weather, na shushu amesema hata baki kwa nyumba, ni kuna baridi. Akasema hata baki kwa nyumba sababu kuna matope. Asante my brother Baba Mwende for offering to take shushu with us. God bless you for the support of the family. You have shushu with us. Tunaimba tu, tulisema tutaimba tu, tumehorera. Ito na shushu hora ile ogwa. Twende reborera watre kahora kama vugumbiri. Denamorata utanariaki na Kenya joe ereitamoe nyahete kido kera kigoro dikamotiga kinyago imaze nyahete kido kera kigoro na kionikiria eide sakayo woherwa meya lekedo kiera kore dhahabu na kore fedha leu mwathani nikumenyete nawe guthabia leo thabitie Nakionekeria eide sakayo woherwa meya nekedo kiera kore dhahabu na kore fedha beria kwetu manyona gotheri manena moka yonaga miago tigetigera Saitani onaga anadamwaki Enya ete kidu Kiega kigoro Nakionekeria Eide sakayo Koherwa meya Nekedo kiega Kore dhahabu na kore fedha Enya ete kidu kigoro nakionekeria eide sakayo woherwa meya nekedo kiera kore dhahabu na kore fedha. Amen. Bwana asifiwe. Tumeimba wimbo huo kwa sababu tumebarikiwa. Kama si msamaha wa dhambi katikati yetu, hatungekuwa hapa. Neema ya Bwana imetubeba na ni kuohewa mehia ni Yesu. Kusamehewa dhambi. Unajua wakati aliingia nyumba, wimbo huo una inspiration kubwa kwa sababu wakati Yesu aliingia kwa kina Lazaro. Hiyo Zakayo, si Lazaro, Zakayo. Hata watu walimtetesha sana. Na akamuuliza Yesu, umekuja kwa nani? Hujui mtu huyu ni mwenye dhambi, hujui ni mtosha ushuru, ametuibia vitu nyingi. Na ni kweli alikuwa na mali nyingi sana Zakayo, na alikuwa mtajiri mkubwa sana katika Israeli wakati wa Bwana Yesu. Lakini wakati Yesu aliingia kwake, maana alipanda mkuyu, akasema Yesu nasikiaga, nataka kumuona. Alimwambia Zakayo, shuka leo ninakuja kwako sapa. Na sitakuja ni haraka, nitaketi mpike tukule na tumalize business ya leo. Na watu wakamwambia Yesu, umefanya makosa kubwa. Unaenda kwa huyu kwa nini? Na huko ndio Biblia inasema akiwa ndani ya nyumba ya Zakayo ndio alideclare the purpose ya kuja kwake. Akakuja, mimi nilikuja kukokoa, kutafuta na kuokoa kilichopotea. You can imagine the statement of Christ for his mission on earth. Haikusemewa kanisani,
Haikusemewa pale walifikiria labda katika nyumba ya kina Peter ndio wajue Yesu amesema mambo mazuri. Alisemea kwa kina Zakayo, I came to seek and save the lost. So today we are blessed to have been found by the Lord. Na kwa hivyo tunashukurani sana kwa neema hii. Tuko mwezi wa 3 mwaka huu wa 26. Ulianza juzi, tumepita sasa zaidi ya siku 62 hivi. Zimepita ama 60 hivyo isikiendelea. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya vile amekuwa nasi. Tunajua matukio ya duniani leo. Ni vizuri kuelewa wapendwa, hii dunia tuko ya leo haiko na usalama sana. Maana kufikia siku ya jana, wale wamefuata labda mitandao na zile breaking news za dunia, ni kwamba vita imeanza kule inaitwa mashariki, inaitwa ndaje, Middle East, ni maeneo yote inaitwa mashariki, inaitwa the east, kule mashariki ya kati. Hiyo ndio jina yako natafuta, in the Middle East. Na sasa vita hiyo imeanza, vita ambayo hatukutarajia. Maana unasikia watu wa ulimwengu wananena maneno, ukitarajia ni maneno yao wenyewe ya kujibiana, unakuta ni vita ya kweli. Kwa sababu kwa mkia usiku wa leo ama msabu ya leo ni kwamba hata yule kiongozi wa Iran ameshauliwa. Unajua sasa walianza vita, wameanza kuattack Bahrain, wameattack kule Kuwait, wameattack Saudi Arabia. It is actually an out war. Na tuko na watu wengi sana wetu huko. So unajua hivyo. There are so many people who are in that country in the Middle East. So ni vizuri wapendwa, tusikae tu ni kama tuelei maeneo siku tunaishi. Those are very difficult times. We have very many of our own, even including this church. Tuko na watu wengi wetu kule Middle East. Na sasa hiyo vita imeanza. Na already wamedeclare war to the whole of Middle East. Sababu walipigwa na Marekani na Israeli, lakini wamesema America has so many interests in, wako na bases zao za military camps in Saudi, they have their bases in Kuwait, they have their bases in Bahrain, their bases in UAE. Na sasa wameanza vita huko. Unakuta mpaka yesterday the city of Kuwait, unakuta amerusha makombora huko. Unajua this is indiscriminate war. Sasa hii tunapiga majeshi na majeshi, they attack anybody anywhere. So brother, ni vizuri kuomba. Tusiketi tuseme it is well, but we need to trust God, because hatutaki tena vita hiyo. Unajua huko ndio the mafuta yote tunatumia dunia hii. Hii mafuta ya magari zetu na economy yetu ina depend a lot of fuel. Na sasa ikiwa ni vita huko mashariki ya kati, it is very difficult for the nations out here, because utakuta mafuta hata utasikia inakosa. Maana ukikuwa na vita hata meli za kuendea mafuta hakuna. So it's good to pray for peace in the world today. Ni vizuri kuwa updated. Tusikae tu tunasikia kama vita na ituhusu. It may be away in Middle East, but it affects us right here. Because tomorrow kama utakuwa na fuel, utasikia lita moja ya mafuta ni 8,000 ama ni 700, usiulize ilifika wapi. Sababu sometimes when it happens war like that one, inakuwa mafuta inakosa duniani. Unakuta hata wana attack those refineries, mafuta hakuna duniani. Mimi sikuji kuatia woga. Najua mnasapasa umetutia woga. Sinakwambia reality. Si ndio tuombe, si ndio? Tena nikuatia woga. Naambia ukweli ya kwamba ni vizuri kuomba. Bwana asifiwe. We pray for the peace of the world. So usione tena pastor amekuwa alarmist useme pastor leo amekuja kututia woga kwa nini? Nakwambia ukweli ya kwamba tunaomba Mungu kuwe na amani hiyo vita, sababu sasa wale wakiwa attack na rais wao kiongozi wao ameuliwa. Sasa unajua hawana anything to lose. Hawajali, whatever happens it has happened. So if you want to walk out to war, it can go to any direction. It's good to pray isije tena ika affect dunia yetu ya sasa. Maana sasa ikiwa ni mashariki ya kati yote, sasa ni kama ni vita kubwa hata kwa ulimwengu wetu. It's good to pray brethren. Tusikae tu kunyamaza tukadhani sababu vita tunaisikia kwa matangazo hata kwa rununu ama kwa TV tunafikiria iko mbali. Haiko mbali na sisi. It affects us very very directly. Lakini sasa pia tuna Mungu ambaye ni upande wetu. Bwana asifiwe. At the church of the Lord we need to pray so that it will be peace in the world. Ndio kazi ya Mungu iendelee as we wait for the Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe. Basi naomba wageni katikati yetu, if you are a visitor and first time to worship with us, tukukaribisha ndani ya nyumba ya Yesu. Uko hapa wewe ni mgeni, tungetaka kuona kwa ishara mkono.
Kama umefika hapa mara ya kwanza, tukukaribishe leo. You have a visitor. Thank you. I can see one hand. Thank you. Sijaona mwingine. Naomba tu kwa neema tusimama tu. Asante, naomba tu usimame. Na ukisimama hivyo naomba utusalimie. Unajua ukifikiria watu hawaja kuona, kwa heshima na usiogope. Karibu sana. Tupatie kipaza sauti atusalimie mgeni wetu. Karibu sana. Atuambie majina yake, ametoka wapi. Kama kwa maeneo hatu namkaribisha katika jina la Yesu. Karibu sana dada yangu. Praise God. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. My name is Lynette. Naishi tu hapa karibu. Nimesema leo acha tuabudu na nyinyi na nitazidi kuabudu na nyinyi. Amen. God bless you. God bless you. Thank you Sister Lynette. Karibu sana. Tunakukaribisha sana ndani ya nyumba hii. Hata ni maamuzi mazuri kuwa jirani na kuamua kuabudu nasi. Welcome you so much in this. Feel blessed and feel this is the right place to be. Shosho toka hivye. Shamweli wakatato. Shosho. Shosho toka hivye. Amen. 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 Praise the Lord. Shosho amesema, ametusalimia, ameokoka na Bwana ameendelea kumtenda mema. Praise the name of the Lord. Sijui kama watoto wetu tunafanya joint service ama wanaenda. Kwa hivyo naomba watoto wetu wanafunzi mje tuombe pamoja ndio tuweze kuachilia, muda wetu unaenda. Karibuni sana watoto wetu, hawa majemedali wetu. Kashukuru sana kwa ajili yenu. Asanteni tukiwaona. Mungu wa uzima apate kuwabariki sana sana sana. God bless you our Sunday school ministry. May God bless you for being such a wonderful class. Wonderful children. You are blessing your families, in your homes. Thank God to see you grow. Some years back, walikuwa kitoka hapa ni vijana wangu. Sababu walikuwa wadogo. Hata naona wa elders, naona ni mwaka moja tu. Tuamiss kwa hii class. Ndio? Naona that's a short while. Tukuta wengine wamegraduate. You can see my son here growing. See there? It's a blessing to see you grow. And I hope you're learning something greater in our midst. And may the Lord God bless you so much. Nataka tuombe na hawa katika jina la Yesu. Chini tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa upendo na neema yako. Tunashukuru jina lako na kutukuza kwa ufadhili zako za milele ambazo umeturidhisha kwa niaba watoto hawa wetu. Umetuonesha uzuri wako Bwana, unapoendelea kukua. Tumeona neema yako juu yao Mwokozi. Tumeona rehema zako zikiwashukia Bwana, wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani, na hata sasa leo wakiwa kanisani katika kusanyiko hili. Tumeona wema wako juu yao Bwana. Tumeketa kuwafunika watoto wetu na damu ya Yesu, kazidi kuwasaidia na kuwatelekeza maisha yao Bwana, ikaendelea kunawili mbele zako, wakapate hekima, wakapate kibali kwako, na hata zaidi Bwana ukafunike na wingu lako la neema, wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani, hata masomo yao wanaposoma. Mungu wafanikishe katika jina la Yesu. Tunabarikisha watoto hawa, tunaambia afya mili yao, afya mioyo yao, afya maisha yao Bwana. Shule ambazo wanahudhuria Bwana, tunaombea Bwana, hata wakiwa kule Bwana wapate amani, walimu wapate kibali kwa watoto hawa Bwana wa majeshi, hata wanafunzi wanasoma na wao, watoto hao wetu wakapate neema na kibali kwao katika jina la Yesu, na zaidi wafanikishe katika masomo yao katika jina la Yesu. Bariki wazazi wao, wabariki hata watoto wamezaliwa na hawa pendwa, their families are blessed Jehovah, maana hautawatumia ikiwa kusudi lako kubwa la kuleta baraka katika boma za pendwa hawa katika jina la Yesu. Wabariki wazazi wao, all their guardians, wabarikisha kwako, wainuliwe na siku zote katika jina la Yesu. Tuwabarikisha walimu wao wanapowafundisha, tuwaombea baraka na neema yako ikatue juu yao Bwana, wakazidi kuona uzuri wako ukiwaelekeza, na Bwana ukiwainua katika jina la Yesu. Sababu utakandamana na wao, utawalinda Bwana, utawahifadhi unapoendelea kudumu katika ibada hii. Baba, uwabariki katika jina la Yesu. Ibada hii ya Bwana unapoingia darasani, uwabariki Jehova, unene nao. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Pia nikubwalini shukuru sababu wanafunzi. Tushukuru Baba katika jina la Yesu, tunasema ni asante kwa sababu wanafunzi wa wetu wamekuwa shuleni kwa kipindi cha miezi miwili, wamerejea salama katika nyumba hii. Tunakushukuru sana Bwana. Asante sababu ya ulinzi wako, na hata sasa kwa nyumbani katika juma hili likizo fupi
hasa sababu ya kuwarejesha salama, sasa sababu ya Journey Mercies, Lord God Almighty. Na sasa pia wakirejea shuleni wiki ijao Bwana, tuombea Journey Mercies, everlasting Father, even the remaining part of this term one, dear Lord, we pray that God will give them the grace even to continue studying, good health, even protection divine upon their schools, oh God. We pray that to meet them at the point of need and they return to school in the second part of this first term, dear Lord. May they find grace, may they find favor, goodness and grace and health from above. You keep them, Lord, in under their shadow. May they be blessed in their going and their coming back. We bless your name because you shall provide their needs, Lord. May your grace be available for each and every one of them. May they be blessed in their going back. We bless your name. Thank you because you're going to see them through this time by your grace and your mercy. This we pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Maana tutapata nafasi nyingine ya kuombea watoto wetu. Tunawatakia safari njema mkirudi shuleni. Najua mnarudi wiki hii na asanteni sana. Si Mungu abariki sana. Yeah, we bless God for you. Feel that you are blessed and you also happy for you. Mungu abariki sana. Thank you. Tunapowaona na mtie bidii masomo. I know there are those who are high schoolers in Form 3, Form 4. Our last KCSE candidate, we wish you well. The last cohort. Tuna wale wengine wameingia grade 10. We wish you well. May God bless you. Amen. I want us to go to the Word of God. The time we have now.